amezungumza na wakazi wa Kilifi. Ameomba kwa wakazi wa Kilifi. Wakazi wa Kilifi ndio nyinyi. Bahani Gavana Bahani Bahiye. Sasa mimi kwa heshima, uwezo wa kumjibu ombi lake amelieka kwenu nyinyi, na ndio sababu mimi ningekuwa labda nimeenda moja kwa moja tukakutana na Nairobi, lakini nilimwambia aje hapa Kilifi, tena hapa kwangu, akutane na viongozi hawa wote, aseme kile ambacho ni kwa nini ama kile ambacho amekiona cha muhimu katika masuala ya uongozi kwa Aisha Jumwa. Ameshasema, ameomba, na kwa sababu yeye atakuwa pale juu akigombania kiti cha urais, mimi ameniahidi kuwa deputy wa chama. Yeye ndio party leader, mimi ndio first deputy party leader. Yani kwenye baba chini mama yupo. Na pia vile vile akasema katika ule mzunguko wa wale walioko pale haujakuwa na face ya Kenya, lakini sasa mimi nataka niseme sisi kwanza tuna masikitiko makubwa, Your Excellency, kwamba hawa viongozi wetu hawayaoni yale wengine ambao wanayafanya. Yani hii pwani ni masikitiko kwamba hakuna hata mmoja anayeweza simama na miguu yake miwili akasema hiki chama kiwe cha chimbuko la pwani. Kakuna. Na yande ambaye anaamba yesa yande ondoswa kidogo achuchuma. Niendeze Juma Mino, niendeze. Sasa ushauri wake ameutoa hapa, nimeusikia. Ni kweli hata mimi nilisema nitatoka na nitaunda chama, ama nitatoka hapa niende nikachukue chama. Niliambiwa my friend, agenda ya hawa watu wa broad based ni wewe usifike kwa debe. Kwa hivyo ukichukua chama watakukanyaga na hicho chama. Ingia hapa chama ambacho kina mizizi na wanakiogopa na kipo na kitafika debeni, na interest za watu wako wa Kilifi na pwani na Kenya zitatatuliwa hapa. Mheshimiwa, nakushukuru kwa sababu unautambua uchumi wa watu wa pwani, lakini walioko wanatuumiza sisi. Hakuna mtu anaweza kuja kuiba nyumbani kwako bila kuongozwa na mtu aliye anaijua nyumba yako. Sasa mimi wamenisukuma sana, na ni sababu moja tu, Aisha Jumwa Kazanyika si rahisi. Na hata Mekatilili wakati huo hawakumuweza. Alisimama kidete kwa ajili ya watu wake. Your Excellency, kitu ambacho nataka nikwambie, silaha yao moja tu, waliniambia kwa macho, watatumia pesa ile haijawahi onekana. Lakini niwakumbushe, kitabu ni cha Nyandarua, somo ni la Olkalao. Na wakumbusha kitabu ni cha wapi? Somo. Watalinasema watakuja kwa wingi, watakuja na pesa, wataleta magodoro, wataleta vitanda, wataleta madera,
wataleta maboti, wataleta kila kitu, lakini nataka niwaambie hiyo ni mali yenu. Chukueni mule. Haya, mama hoye, wazee hoye, assalamu alaikum. Kwa ndugu zetu wa Kristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Sasa mimi ndiyo shehe, harusi imeitwa, mimi ni kushikanisha bibi harusi na bwana, na kwa kufanya hivyo lazima tule kiapo. Mko tayari kula kiapo ya Aisha Juma? Aingie Wiper, afanye kazi ya Wiper, tufukuze wakora. Haya, tuinue mkono juu, sema mimi mwana Kilifi mzalendo, na hapa ya kwamba leo Aisha Juma atakuwa gavana wa Kilifi akitumia tiketi ya Wiper, na rais wa Jamhuri ya Kenya atakuwa Stephen Kalonzo Musyoka. Ewe Mwenyezi Mungu tusaidie. Basi harusi imeisha. Aisha Juma ni Wiper, si imeisha? Si imeisha? Sasa nyinyi mrudi kule mashinani, muanze kuongea na watu, na muhakikishe msiongee na mdomo tu, muwe na kura. Mimi nakuja hapa kama shahidi ya Aisha Juma. Tulikuja katika hii boma na chama cha UDA, tukakuja tukaomba watu wa Kilifi, tukawabembeleza, tukawarai, kwa sababu tulikuwa tumeamini yale ambayo yalikuwa kwenye hiyo manifesto ni ya wananchi, bali si ya matumbo yao. Lakini tulipoingia tukapata mambo yamebadilika. Tulisema bottom up, wamebadilisha, imekuwa top up. Unasema pesa mfukoni, wamebadilisha, wanaiba hata hiyo kidogo iko mfukoni. Na sisi kwa sababu ni wacha Mungu, tukasema wacha tujiondoe katika dhambi na dhulma, tutafute mrengo wa haki na ukweli. Na Aisha Juma alipokuwa hapa akilia amesalitiwa, mimi ndio namuelewa zaidi yenu nyinyi, kwa sababu mimi na yeye ndiye tulisimama tukashika ukanda wa pwani kwa hali na mali, na wakafanya usaliti wa hali ya juu, wakaondoa wale majeshi waliopigana, wakaleta wezi, wauzaji madawa, waporaji wa mali ya umma, wafisadi, ili waweze kuiba pamoja. Na mimi nataka kuambia watu wa Kilifi, nimeona huyu mama amelia hapa. Mama nyamaza, tutawafuta machozi. 2027 kama noma na iwe, na hatuogopi, na mujaribu kutisha Aisha Juma tuone. Hata mimi walisema watanitisha, kujeni. Mimi nimekaa Mogadishu na Al-Shabaab, kujeni, waje. Leo mnamshtumu na kumkashifu Stephen Kalonzo Musyoka, eti mnasema miaka 40 aliyokuwa serikali hajafanya kitu. Mimi nitawaambia ile kitu Stephen Kalonzo Musyoka hajafanya kwa miaka 40. Stephen Kalonzo Musyoka hajaua watoto wa watu. Halo, niseme nisiseme, nitoboe nisitoboe? Stephen Kalonzo Musyoka hajaua watoto wa watu, hajaua jenzi, hajaiba mali ya umma, hajahakikisha kwamba watoto wanauawa ndani ya vituo vya polisi, hajafanya ufisadi. Stephen Kalonzo Musyoka hajaiba shamba. Stephen Kalonzo Musyoka, rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya, alihudumia wananchi kwa miaka 40. Kwa hivyo mkituambia alifanya hivi na hivi, sisi kama hujaua watoto wetu hatuna shida na wewe. Kama hujafanya ufisadi hatuna shida na wewe. Kama hujapora mali ya umma hatuna shida na wewe. Lakini tuna shida na wale wanaoua watoto wetu, tuna shida na wale wanaoiba mashamba, tuna shida na wale ambao ni wafisadi, tuna shida na wale ni walanguzi wa dawa za kulevya, na tunawaambia 2027 kufa dereva, kufa kondakta. Abiria tutawabakisha. Ni sisi na hao wahuni.
Na mimi nataka kuambia watu wa Kilifi, itakuwaji leo munakuja kupangiwa serikali ya Kilifi na watu wa kutoka sehemu zingine? Hii muungano haramu inataka muungano wa magavana wafisadi, magavana waoga. Wakiambiwa achilia ardhi ya wananchi wanaachilia, wakiambiwa achilia madini wanaachilia. Hii muungano haitaki chuma ya reli kama Mohamed Ali, haitaki Aisha Juma, kwa sababu ukisema mali ya umma tutasema abadan kata. Kwa hivyo tuna machungu kuwashinda. Kwanza mimi jicho pevu ndio na hasira na uchungu, na safari mpira nitaupiga kama World Cup, overlapping defender, ni kuchenga, kupiga kona, kupigia Kalonzo bao. Kalonzo anatosha atoshi, anatosha atoshi. Kwa hivyo tuna machungu, lakini tumenyamaza. Leo tumebakisha mwaka mmoja kwa uchaguzi mkuu ujao. Tutaanza kupanda juu ya gari, tutapanda juu ya miti, kwenye hizo chopa tutapanda kimpango, msije mkatuua. Tutatembea kila kona, tutaingia vijiji, tutaongea na watu wetu na tuwaambie, hakikisheni safari hii hawa watu wameenda nyumbani, na baada ya kwenda nyumbani wameenda jela kwa sababu ya dhulma ambazo wamefanya. Na sisi hatutanyamaza, tutaendelea kuzungumza, tutazunguka hii. Wiper ni chama hiyo, unaona kofia umevaa blue. Bahari yetu ndio hiyo rangi. Na sisi, mimi na Aisha Juma, tutawaambia ndugu zetu, nendeni kwanza mkae huko, mtuachie vita. Mimi na Aisha ni Ronaldo na Messi. Mimi namwaminia Aisha, nikimpigia cross ataituliza kwenye kifua, aiweke kwenye mguu, bao. Na mimi kule Mombasa nitapambana na wale kuanzia Lamu, Taita hadi Lungalunga. Tutahakikisha mji wote ni blue.